ruhusa yenu, nataka tusimame sisi wote tuweze kumkaribisha mheshimiwa wetu Silvana Sosoro aweze kutupatia address yake. 1, 2, 3. Karibu sana. Asante. Madam, mmenirudisha wakati ya KANU. Keti sasa. Asanteni sana. Inuna kimwacha bano. Ngosoma mura. Nini mwasoma kusina wabasoma. Mwenzi pi. Aya, turakuana ni ango iga. Happy New Year. Happy New Year. Principals hapa pia kuna kazi ya kufanya. Wanasema Happy New Year. Mbona mnasema Happy New Year? Aya, thank you very much. Oleni kwanza tuliwapatia short notice. Usually mnajua hii program sisi hufanya kubwa sana. Lakini jana ndio tuliamua ya kwamba tuifanye leo, na tuliamua jana jioni. Because tulichelewa kidogo. Initially nilikuwa nimepanga tuifanye next week nikiwa na time. Bahati mzuri ama mbaya nimealikwa kwenye National Prayer Breakfast ya United States of America na rais wa huko. So ninaenda huko next week. Nitapotea kama siku 10 hivi kidogo. Na lazima niambie wananchi, mnajua mimi nikienda ngambo mimi waambie watu wangu. Watu wengine wanajificha, wanafikiria sijui nini. Mimi naambia hao watu wanajua mimi naenda. Ama? Simbiaga. Nitatoka hapo nikuje tena tukae kidogo tena nipotee tena nirudi. Kera no yani nunko ndira mwana karamu andorire gari yoka. Asma nkora aenda na nare visasi nini na makoirana. Wasema na mamendo. Kwanza wacha nishukuru walimu wote, principals ambao wamekuja hapa. Kwa sababu you are the main. Songa tu nyuma kidogo, hiyo generator napiga kelele. Na mnunue gari. Kazi yenu ni kusukuma gari. Aya. Waachie hapo tu, hakuna shida. So nataka kwanza nishukuru principals as the main stakeholders wa education. Na niwapatie historia kidogo juu ya hii program ambayo tunafanya na vision yetu ambayo tuko nayo. Namba 1, tulianza competitions. Although hii CBC imeleta confusion, tutashindwa vile tutafanya, but I think nitaketi na nyinyi tena mtuweze kutuguide what happens. South Mogrango bursary huwa tunapeana kwa universities and tertiary institutions. Kwa sababu tuligundua kwamba wakati niliingia uongozini, wale watu ambao walikuwa napata ama wako na degrees hapa walikuwa wachache sana. Wachache, you could actually count, especially the girl child. So wakati niliuliza nikafanya uchunguzi, nikapata the reason why watoto wengi hawasomi ni kwa sababu wanakosa hela za kwenda shuleni. Nakumbuka nikitafuta vice chairperson wa CDF na assistant manager wa constituency office, nikapewa requirement lazima akuwe na degree. Nilikuwa nazunguka kwa kijiji kutafuta mtu mwanamke ambaye ako na degree. It wasn't very easy. Wengi of course wenye walikuwa nao, wengine ni walimu, wamesoma wanaenda kule nje. You know, hata hapa wazazi wenye wameketi hapa. Ladies ambao mmeketi hapa, nyinyi wazazi, mwenye ako na degree asimame. Mwenye ako na degree. Now you can see what I was telling you. That is the reason. Ni mmoja amesimama hapa. Ladies. Hata gentlemen usifikirie ni sana. Mwenye ako na degree asimame mwanaume. 1, 2. Muntu wake sonso wewe una degree wewe. Umesikia ako na diploma amesema ako na. Nimesema degree. Huyo ako na degree. Wewe uko na degree gani? Yeah? Yasa inali. Okay, keti tu. Hamna shida. But now you understand. When I realized watu wako na shida ya bursary ya degree, I decided kuanza maneno ya bursary ya degrees, ikawa kwamba tena tuifanye efficient. Nikaiweka online. The only constituency in Kisii, actually 2 constituencies in Kenya ambazo zinafanya
bursary application online is South Mogrango and Mwala constituency. You don't need to travel. At the comfort of your phone in Mombasa Polytechnic, unaingia South Mogrango CDF bursary, unaweka details zako, inakuambia upload hii. The siku ya verification kama kesho, hata ukiwa shuleni tuma tu mzazi wako, we do an exercise on a single day. Na kila mwanafunzi ambaye anafanya verification anapata pesa. Since that time tumegrow our degrees hapa constituency. Sasa tumeanza kupata challenge ya pili ya kazi. Sasa siku hizi nikienda kwa constituency, kwa villages, watu wanashika microphone wanasema mimi sina kazi, nilimaliza degree, niko na nini, niko na hii. Kwa hivyo masomo imepanda juu. Lakini sasa tukiendelea hiyo kazi, walimu, nikaanza kupatana na wanafunzi ambao wanapata marks mzuri, and it started from wewe kwa Chief Ombui. Wakati mwanafunzi mmoja alipata alama marks ya 396 or 98 thereabout, akaitwa one of the national schools ambazo walimu wako hapa. Sijui aliitwa shule gani ile national school, I think Kisii School. Lakini community ikasema huyu mtoto, sijui kama unakumbuka chief, aende shule ya Nyamonari. Principal wa Nyamonari yuko hapa. Shule ya Nyamonari ni shule yetu hapa nyumbani. I hope round hii walijaribu. Wakati huo sijui kama saa hii, msinishike vibaya. Wakati huo record ilikuwa kwamba shule ya Nyamonari ndio ilikuwa inavuruta katika hii sub county yetu. Siku hizi Mungu amewasaidia, wanaendelea kuimprove. Sasa mbona mnacheka? Wale watu hapa bado mnacheka. Si ina improve hiyo shule? Yes. Yai moto sambire bet tata hapa gelimbara atike kosori. Oh, hata hawa wanasikia Kisii. Mr. Wagombe, wewe pia umekuwa Mkisii sasa, wewe unajua maneno yote. So ndio tukaanza process. Wakati huo nikaanza kutoa hela. Ninachukua kutoka kwa kijiji wanafunzi 5, nalipa na pesa yangu. Nachukua kijiji kingine, nalipa pesa yangu. So far so good. Tuko na wanafunzi ambao sisi tunalipia wengi. Hata last year mtihani, yule mtoto, nilipata mtoto mmoja kwa function ya mahali nilikuwa napeana pesa ya shule kule Kenoria. Mtoto alitoka kwa crowd akakuja akaniambia ulinisomesha Nanyuki Boys from form 1 mpaka form 4 na hii ndio results yangu, nilipata A plane ya 83 points. Na wengine wengi hapa. So that is why tulianza hii program. Na niwaeleze ya kwamba mimi walimu ndio naeleza kwa sababu pengine hawajui. Mimi nikiachwa nilikuwa kijana mdogo sana. So mimi nimejisomesha hapa nyumbani tu. Nikitengeneza sukari nguru. Nimekuwa chokora kidogo hapa. Nimezunguka mpaka nikafika hapa. Saa zingine mkiona nikibehave njia nyingine kisiasa, munielewe mimi ni chokora tu. Lazima ni behave na ugumu. Na lazima nijitetee ndio niweze kufika. Hakuna mtu mimi amenitetea. Hata kule juu ya national. Kila kitu. And I like saying this story. When I was being given hata hii position ya chief whip, tulikuwa kule Naivasha. Tumeenda huko usiku, tumeketi tunaota moto na rais na naibu wa rais wakati huo yule ambaye aliondoka na viongozi wengine wengi. Sasa mimi nimeambiwa wewe ndio utakuwa chief whip. Tukakaa hapo, mkutano ilikuwa ianze the following day 7. Saa 5 ya usiku mimi nikaacha watu wameketi hapo, nishapangiwa wewe chief whip, wewe mwingine majority leader, wewe mwingine sijui nini. Kuenda kulala, kuamka asubuhi wakati ya breakfast. Tunakunywa chai. Mtu akakuja akaniguza nyuma akaniambia mbunge fulani, wewe bure sana wewe. Ulienda ukalala ukapangiwa usiku, watu walilala saa 7. Wewe sio chief whip, utaona. Mimi nikafikiria ni mchezo. Nikaambiwa na wabunge kama 5 ya kwamba usiku watu walibadilisha. Walisema Osoro ni mdogo, hiyo kiti ni kubwa sana. Hiyo kiti kuna wakati Uhuru alikalia, hakuwa mdogo kama Osoro. Kuna wakati Muturi alikalia, hakuwa mdogo. Hiyo kiti huyu Osoro asipewe, tutatafuta mtu mwingine tumpatie, huyo ni mdogo sana. So mimi nikafikiri ni mchezo. Wakati tunaingia mkutano,
enyewe nikaangalia ka list kamechorwa, jina yangu imetolewa. Hii vitu mnaonanga na fujo. Nikafanya mkorogo hapo, nikapanga ka strike kidogo ya wabunge kidogo, tukatoka nje tukaenda ka protest kidogo hapo nje. Nika manage hapo, nikaleta fujo mpaka rais akakuja. Tukikula hapo chakula akakuja kaniita, akaniambia hasira ni ya nini? Nikamwambia sasa nyinyi mnataka kuninyang'anya kiti, akaniambia sio mimi. Wacha nikuite kwa mkutano. Tukaenda mkutano, tumeketi hivi. Mimi naibu wake na nimewekwa hapo, wakaanza na wengine wawili watatu akina wengine viongozi sitaki kutaja. Akaniambia sasa wewe sio wewe utakuwa, mimi nimeambiwa na hawa. Hivyo ndiye alisema. Mimi nimeambiwa na wewe hiyo kitu hauwezi kwa sababu uko na hasira mingi. Can you imagine? Ya pili, wewe ni mdogo. So mimi nikashindwa. Nilikuwa naweza hapo akina principal Nyamoko. Nikashindwa. Sasa mimi wakati nimechaguliwa na watu wa Mugirango mara 2, sasa hii nimekuwa mdogo namna gani? Sasa akaniambia nimeambiwa na hawa. Nikageuka nikatetemeka, nikasema kwa mkali kidogo. Alafu mmoja akaniambia unajua unaongea na rais. Huyo mmoja aliniambia, nikamwambia wewe unaniambia nini? Wewe ulikuja hapa juzi tuongee. Nikatoka. Sasa kurudi akaniambia tumeamua wewe ndio tunapea. Baadaye nikiwa nakutana na rais wakati mwingine akaniambia ulifanya vizuri sana. Wale watu walikuwa wanasema nisikupee. Wakati nilikuita kila mtu akaogopa. Sasa vile kutoka nje niliwauliza, si mungesema basi wakati mbona mnataka mimi nionekane mbaya? Si mungesema. So hizi vitu za zile tukijitetea hata kisiasa, hata hii community yetu ya hapa Girango. Hiyo miaka ya nyuma sisi tulikuwa tumebaki nyuma sana. Saa zingine mkiona mimi natetea watu yangu hapa, vitu zikuja hapa munielewe. Na nitatetea by the time I finish this term. Kama hii mwaka niko na 200 million shillings ya kuweka stima. We are doing 78 villages last mile power connectivity. Tunaanza Monday. Hii Monday, kesho kutwa tunafanya 78 villages. Za kina Nyabisase, hizi zote Makara nimeona kuna stress, lakini hata nyinyi niwaambie. Stima ikiwekwa muache kuweka illegal connections. Mnaweka illegal connections nyingi, transformer inafaa ku accommodate pengine watu 100, mnaweka watu 200 illegal, ina burst, alafu mnalia hatuna stima na nyinyi ndio mmeweka illegal. Kuweni na mita. Mtiko bokora. Wasema na mita wake. Mkuwe na meters ndio tuweze kusaidiana hii area yote.